wanalifanya. Sasa kuna vitu vitatu ambavyo natamani tujifunze vinavyopelekea watoto kuwa wavivu na kupoteza uwezo wa kuzalisha. Jambo la kwanza ni kuwafundisha kutumia pesa kabla ya kuzizalisha. Kwenye makuzi tunasema ya kwamba ni mpaka mtoto atakapoanza kujifunza kuzalisha pesa ndipo anaweza kujifunza kuzitumia. Asipojifunza kuzalisha kwanza kabla ya kutumia, ni vigumu sana huyu mtoto kuweza kutumia. Mara nyingi sana huwa tunawapatia watoto fedha kabla ya kuwaelekeza namna ya kuzitumia. Sasa hii inaweza kuwa ni sababu mbalimbali ambazo sisi wenyewe tulikumbana nazo katika maisha. Inaweza kuwa ni maumivu ya kifedha ambayo tunasema ni financial trauma. Sasa kwa sababu hata mimi mzazi nilipitia mambo ambayo ni magumu, changamoto za kifedha, sitaki tena mtoto wangu apitie maisha yale niliyopitia. Na wao tunasema nilipitia maisha magumu, sitaki tena watoto wangu wapitie maisha kama niliyopitia. Sasa kwa sababu hiyo tunajikuta kila anachokitaka mtoto tunampatia. Sasa hiyo inaumiza uwezo wake wa kufanya kazi. Kwa uwezo wa kutafuta unapungua. Jambo la pili ni kuwafanyia kila kitu ambacho wanataka. Hilo ni jambo ambalo linaumiza structure au muundombinu wa kujituma. Mara nyingi sana mtoto akifikisha umri wa miaka 2, 3 sana 3, 4, 5, hapo ndipo mahali ambapo tunaanza kujenga muundombinu wa kujituma au structure ya kufanya kazi. Hasa mtoto akifikisha kwenye umri huu anakuwa na initiative kubwa sana, uwezo wa kuthubutu kujaribu ili na ili. Hasa akifika wakati huu, huwa mara nyingi sana tunamfanyia kila kitu anachokitaka. Kwa mfano anaweza akasema mama, sioni soksi mahali fulani. Sasa sisi badala ya kumpanua ufahamu wake aweze kuangalia maeneo mbalimbali, huwa tunaacha kumpanua huo ufahamu wake, tunakwenda kumuelekeza soksi ilipo. Badala ya kusema kwani umeangalia sehemu fulani? Je, umeangalia kwenye kabati? Je, umeangalia kwenye maeneo fulani? Je, umeangalia kwenye viatu? Sasa badala ya kupanua huo ufahamu wake, sisi tunakwenda tunafanya kile kitu ambacho anakitaka. Kwa akilia tu kidogo, tunamfanyia kile kitu anachokitaka. Kwa hiyo hicho nacho kinaumiza ule uwezo wa mtoto kufanya kazi. Kwa hiyo huyo mtoto anakuwa ni mtoto ambaye hawezi akajituma. Ule muundombinu wa kufanya kazi unakufa. Kwa mfano nikupe mfano mwingine. Kwa mfano wanaweza wakawa wametoka shuleni, wamekuja na homework nyumbani. Anafika hapo anasoma zile homework. Cha kwanza kwenye homework, kwanza wanafanya homework siku ya Jumapili. Sasa hapo tunatengeneza mtu ambaye anakimbizana na nini? Na deadline. Kwa hiyo wale watu ambao ni watu wazima wanakimbizana na deadline ni kwa sababu ya miundombinu ya huku chini waliojengewa. Sasa ule muundombinu anakuwa nao ule ukubwani. Lakini kama tungaliweza kumfundisha namna ya kuseti vipaumbele mapema kuanzia akiwa bado mdogo. Kwa mfano kama angefanya homework siku ya Ijumaa, tayari angeweza kuelewa ya kwamba kitu cha muhimu kinapaswa kiwe cha kwanza. Lakini kama tutamfanyia homework siku ya Jumapili, huyu mtoto anakuwa na huo muundombinu wa kujituma na kuseti vipaumbele umekufa. Jambo la tatu na la mwisho ambalo huwa linapelekea muundombinu wa kufanya kazi unapotea ni tunawatenga watoto na maisha halisi. Hasa mara nyingi sana wakianza shule. Watoto wakishaanza tu shule tayari tunakazana kuwaweka kwenye mfumo wa kusoma tu theory tu. Tunawatenga na yale maisha halisi. Kumbuka nilikwambia kwamba mtoto anajifunza kama somo tumeliweka kwenye real life experience. Kama tusipoweka kwenye real life experience, huyu mtoto tunampoteza. Kwa watakuwa anasoma theory, baadaye ukubwani ndo anakuja weave back kurudi kwenye njia yake ya maisha. Na baadhi ya watu hawarudi kabisa wakisha kuwa ni watu wazima. Kwa hiyo badala yake tunapaswa wakati anaendelea na maisha mengine ya shule au maisha mengine ya kawaida, tumweke kwenye mifumo mingine ya maisha ambayo inaendelea. Kwa mfano kuna kipindi niliwahi kwenda kufanya semina mahali, mama mmoja akawa anatoa ushuhuda kuhusu jinsi ambavyo anatekeleza haya masomo. Alihakikisha kwamba amefuga kuku nyumbani kwake. Alihakikisha kwamba angalau mtoto japokuwa anasoma na kufanya mambo mengine, lakini yule mtoto aanze kujihusisha na shughuli zile za nyumbani. Kwa sababu tunasema kwamba angalau mtoto akifikisha miaka 6, baadhi ya vitu aanze kujitegemea vinavyohitaji matumizi ya pesa, kama kalamu aanze kujinunulia. Kwa sababu hapo ndipo unaanza kumfundisha kujitegemea.
kujitegemea mapema. Sasa usipomfundisha hivi, huyo mtoto anakuwa ana muundombinu wa kujituma yeye mwenyewe, atakuwa ni mtoto ambaye itegemezi. Kwa yule mama akawa anahakisha angalau kila siku anaokota mayai ya kuku, na katika mayai ya kuku angalau anampatia yai moja linakuwa ni la kwake binafsi. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu alikuwa anamfundisha maisha halisi ya kawaida. Kwa ukimtenga mtoto na maisha halisi, huyu mtoto muundombinu wa kufanya kazi unapotea. Badala yake unakuwa na mtoto ambaye ni mvivu. Nikukumbushe, tumejifunza ya kwamba jambo la kwanza tunawapa watoto kabla ya tunawafundisha watoto kutumia pesa kabla ya kuwafundisha namna ya kuitafuta. Jambo la pili, tunamfanyia mtoto kila anachokitaka pasipokuwa na mipaka. Jambo la tatu, tunawatenga watoto na maisha ya kawaida. Asante kwa